Karibu sana kwenye Life Wisdom Series. Mshindi wa medali 28 kwa ujumla katika mashindano ya Olympic, na kati ya hizo zikiwa 23 ni za dhahabu, aliwahi kuulizwa kwamba unajisikiaje unapokuwa kwenye mashindano na mtu akatangulia mbele yako, kwa maana amekuzidi. Jibu lake lilikuwa la kushangaza sana, kwa sababu alisema I don't know, yani sijui. Wakamuuliza, kwa nini unasema hivyo? Akasema because losers focus on winners and winners focus on winning, kwamba watu wanaopoteza na kufeli kwenye maisha kila siku kazi yao ni kutolea macho na kuangalia wale ambao wanashinda, na washindi kazi yao ni kuangalia namna watakavyoweza kushinda. Huyu ni Michael Phelps ambaye ni mwogeaji maarufu sana duniani, ambaye ameshinda tuzo nyingi sana katika mashindano. Na ndivyo maisha yalivyo. Washindi wana namna ya kufikiri ambao ni tofauti na watu wanaoshindwa. Huwa tunaita winning mindset. Na wanaoshindwa huwa wanakuwa na losers mindset. Kwa maneno mengine, kinachotofautisha wanaoshinda, wanaofika mbali kwenye maisha na wanaofanya mambo makubwa sio tu fursa wanazozipata, sio tu uwezo walionao, lakini cha muhimu zaidi ni namna ambavyo wamejenga mtazamo wao katika kitu ambacho wanakifanya. Na wewe pia katika eneo lolote la maisha yako, kama kuna jambo unataka ulifanikiwe kwa kiwango kikubwa sana, basi kuna namna unatakiwa ujenge uwezo wako wa kufikiri na utengeneze mtazamo maalumu wa namna gani unataka kufanya na kufanikiwa katika kile ambacho kiko mbele yako. Tafiti zinaonyesha kwamba watu wanaoshinda, yani winners, huwa wana namna 3 za mindset, au kuna namna 3 ambazo wamejenga akili zao kuzingatia mambo ya namna fulani ambayo yanawafanya wao wafanikiwe kwa haraka na kwa kiwango kikubwa kuliko watu wengine ambao wanafanya mambo kama wao. Cha kwanza ni kwamba watu wanaoshinda kwenye maisha wana focus kwenye kitu kinaitwa self improvement na sio kushindana. Maneno mengine, wanajikita zaidi katika kujiboresha kila siku kuliko kutaka kushindana na watu wengine. Kwenye maisha kuna falsafa mbili. Falsafa ya kwanza ni falsafa ya kushindana au competition philosophy, na falsafa ya pili ni falsafa ya kukamilisha kile unachokitamani au ulichokichagua kwenye maisha yako. Huwa tunaita completion philosophy. Watu wengi sana kwenye maisha wanafeli kwa sababu wanatumia muda mwingi zaidi kushindana kuliko kuweka nguvu na vipaumbele vyao katika kukamilisha. Mwana falsafa mkubwa sana duniani kwa jina la Leon Festinger, mwaka 1954 alikuja na theory au na fikra inayoitwa social comparison theory, au namna ambavyo watu wanaendesha maisha yao kwa kujilinganisha na watu wengine. Na aligundua kwamba kujilinganisha na watu wengine huwa kuna madhara makubwa sana, ikiwemo kuua uwezo wako wa ndani, kuua kujiamini kwako, na wakati mwingine kuhitimisha kwamba hauna vigezo au uwezo unaoweza kukusaidia. Katika social comparison theory au tabia au fikra ya watu kupenda kujilinganisha, mara nyingi watu wanajilinganisha katika namna 3 kubwa. Kwanza, kuna ile ambayo inaitwa upward comparison, kwamba mtu anajilinganisha na watu walioko juu yake. Yaani kwa mfano, kama mtu ni mchezaji wa mpira anacheza hapa Tanzania, anajilinganisha na wachezaji pengine wanaocheza ligi kuu ya Uingereza, au wachezaji wanaocheza pengine ligi kuu ya Italia au Faransa. Sasa kama huyu mtu atafanya jambo hili kwa ufahamu, linaweza likageuka kuwa ni hamasa kwake kutaka kuwa kama wale. Lakini hii imethibitika inawezekana tu kama huyo mtu, watu wanaojilinganisha nao ni watu ambao anaweza kupata access kwao, yaani maana yake anaweza kupata fursa ya kuwa karibu nao. Imegundulika mara nyingi watu wanaojilinganisha na watu wa juu zaidi ambao hawana fursa ya kuwa karibu nao, au hawashare historia fulani, au hakuna ulinganifu wa namna yote ambao wanaweza kaupata, huwa mara nyingi badala ya kuwasaidia, kuwatia moyo na kuhamasisha, linakuwa ni jambo ambalo linawakatisha tamaa na mara nyingi linawarudisha nyuma. Lakini pili, kuna wale ambao wanafanya
downward comparison, kwa maana anajilinganisha na watu waliowazidi. Kwa hiyo kama kwenye fedha atajilinganisha na watu ambao amewazidi mshahara au amewazidi kiwango cha fedha anazoingiza labda kupitia kipaji chake, au wakati mwingine hata pengine biashara ambavyo anaifanya kwa mafanikio kuliko wale ambao wanamzunguka. Sasa mara nyingi hii inaleta kitu kinaitwa satisfaction. Mtu anaridhika kwamba hawa watu nikilingana nao, basi kama nimewazidi na maana mimi niko bora. Na watu wengi wamedumaa kwenye maisha kwa sababu ya kujilinganisha na watu wa chini yake pia. Na ya tatu ni ile tunaita lateral comparison. Unajilinganisha na watu ambao mko level moja. Na hii mara nyingi inakufanya uridhike na kuona kwamba mimi niko sawa na wengine au wengine wako sawa na mimi. Kwa hiyo sina haja ya kupambana zaidi. Sasa ukiangalia kwa namna yote ile utakaojilinganisha, bado inaweza kuwa na madhara kwenye maisha yako. Ndio maana kwenye maisha tunasema badala ya kujikita katika kujilinganisha, jikite katika kujifunza ya wale mengine walioyafanya ambayo wewe unaona yataweza kukusaidia. Kwa mujibu wa social comparison theory, mara nyingine huwa inatengeneza hali ya kutokujiamini, hali ya kujidharau na hali ya kujiona kwamba hauwezi. Ndio maana wanaoshinda wengi, badala ya kukaza macho yao kwa kujilinganisha kila siku na watu wengine, wanawekeza macho yao, nguvu zao na muda wao katika kufanya vitu ambavyo wanaamini ndivyo wanavyopaswa kuvifanya. Picha maarufu sana iliyowahi kusambaa ya Michael Phelps wakati anaogelea ilikuwa inamuonyesha yeye akiwa anaogelea, afu yule ambaye alikuwa amekaribiana naye kabisa kwenye yale mashindano alikuwa ameinua kichwa chake anamwangalia Michael Phelps, afu Michael yeye alikuwa amekaza macho yake kuangalia kule anakoelekea. Winners focus on winning while losers focus on winners. Yani wanaoshinda wanajikita katika kuangalia namna ya kushinda zaidi. Wanaoshindwa kazi yao ni kuwajadili na kuwafuatilia na kujilinganisha na wale wanaoshinda. Pili, kwenye mindset ya winners ni kwamba winners focus on their strength zone. Wanaoshinda mara nyingi wanajikita katika sehemu ambazo wana nguvu nazo. Moja ya kanuni muhimu sana unaweza kujifunza ni ile ambayo imetolewa na John Maxwell ambaye ni nguli kwenye mambo ya uongozi, inayoitwa 75-25, ambayo anasema kuna maeneo matatu unatakiwa utumie muda wako zaidi. Eneo la kwanza ni 75%, ambayo maana yake tunaita ni strength zone. Strength zone maana yake ni lile eneo lako ambalo una uwezo nalo mkubwa kuliko eneo lingine. Kwa hiyo kama mimi kwa mfano ni mwongeaji, napenda kuandika, hii ni strength zone yangu. Kwa natakiwa nitumie muda wangu mwingi kufanya mambo ambayo 75% ya muda wangu yanatakiwa ni vitu ambavyo vinahusisha kuongea na kuandika, kukutana na watu pengine, kwa sababu ndio eneo langu ambalo na nguvu nalo. 20% huwa tunaita growth zone, eneo ambalo unaweza ukakua. Kwa hiyo unaangalia kitu gani ambacho sina sasa hivi lakini naweza nikakiongeza, nikakiboresha. Kwa hiyo tunaita growth zone, eneo ambalo una fursa ya kukua na kuwa bora. Unatumia 20%. 5% unatakiwa utumie katika eneo lako la weak zone au weakness zone, eneo ambalo ndilo la udhaifu wako. Kwa hiyo unaona katika hii formula ni kwamba unatakiwa utumie muda wako mwingi kwenye kitu ambacho ni nguvu yako na utumie muda kidogo kwenye kitu ambacho ni udhaifu wako. Tofauti na watu wengi wanachofanya, wanatumia muda mwingi zaidi kubadilisha udhaifu wao uwe nguvu yao. Sasa ukifanya hivyo hauwezi kufanikiwa. Don't try to turn your weakness into your strength. Usijaribu kubadilisha udhaifu wako ndio uwe nguvu yako. Hapana, ifanye nguvu yako iwe nguvu kubwa zaidi. So katika hili ningependa kuquote maneno aliyowahi kuwa rais wa Marekani Abraham Lincoln, ambaye alisema every man is born an original but sadly most men die copies. Kwamba watu wengi wanazaliwa wakiwa original, lakini ni huzuni sana kwa sababu wengi wanakufa wakiwa ni copy za watu wengine. Kuna kitabu changu kimoja kinaitwa Core Genius, jinsi ya kugundua uwezo wako wa kipekee. Ningetamani sana ukipate ukisome. Hichi kitabu kimebadilisha mtazamo na fikra za watu wengi sana. Kinaitwa Core Genius, ni cha Kiswahili kabisa. Jinsi ya kugundua uwezo wako wa kipekee. Unaweza kutumia nambari za simu ambazo utazitoa pale mwishoni uweze kukipata. Kinaelezea katika kwamba mwanadamu anapozaliwa kuna ugenius upo ndani yake, lakini watu wengi wanakufa bila kujigundua ugenius wao. Wanakufa wakijiona wa kawaida,
Sasa hicho kitabu kitaanza kufundisha na kuelekeza namna unavyoweza kugundua ugenius wako na namna unavyoweza kuishi ili usiwe katika wale watu wengi ambao wanakufa bila kujua ugenius wao. Lakini mindset ya tatu ya winners ni kwamba huwa wanawekeza kwa watu, they invest on people. Kwa mujibu wa Dale Carnegie, mtaalamu, anasema kwamba mwanzoni unapotaka kufanikiwa utahitaji sana technical skill au ujuzi wa kufanya jambo, lakini kadri unavyokwenda juu mambo yanabadilika. 15% tu ya mafanikio yako yatashikiliwa na ujuzi wako, technical skill. 85% yatashikiliwa na kitu kinaitwa human engineering, uwezo wako wa kuhusiana na watu, uwezo wako wa kukabiliana na changamoto zinazoletwa na mahusiano na watu, na uwezo wako wa kujua namna ya kunetwork na watu na kufaidika nao. Usisahau jambo hili, whatever you need in your life is on people's hearts. Chochote unachokihitaji kwenye maisha yako leo, inawezekana unanisikiliza unahitaji kazi, iko mikono ya mtu fulani. Leo inawezekana unanisikiliza unahitaji mtaji, huo mtaji upo kwenye mikono ya mtu fulani. Pengine unanisikiliza unahitaji tenda, hiyo tenda ipo mkononi mwa mtu fulani. Kwa hiyo unatakiwa ujue namna ya kuwekeza na kurelate na watu katika namna ambayo utapata unachokitaka. Siku moja nilisema kwamba kama kila ambacho unakihitaji kwenye maisha yako utahitaji kukinunua kwa pesa yako, basi na maana utakuwa ni maskini mkubwa sana wa kutupwa, kwa sababu sio kila kitu kwenye maisha yako kinaweza kununuliwa kwa thamani ya pesa. Na vitu vingi vya muhimu na vya msingi unahitaji watu zaidi ambao wanavyo waweze kukupatia hata wewe bila kuwa na pesa. Na wakati mwingine hakuna kiwango cha pesa kinachoweza kununua baadhi ya vitu kwenye maisha. Kwa hiyo people investment is the best investment in life. Katika maeneo unatakiwa kuwekeza, lazima uwekeze kwa watu. Kwa hiyo usiwe mtu ambaye unapenda kutumia watu, uwe mtu ambaye unapenda kuwakuza watu, kuwajenga watu, kuwaimarisha watu, kujenga mahusiano na watu, mahusiano yenye thamani. Don't focus on using people, focus on empowering people. Akili yako isiwe tu kwamba sasa nimeshapata namba yake, ngoja nione nitakavyopata hela kutoka kwake, ngoja nione nitakavyopata kazi kutoka kwake, ngoja nione nitakavyofaidika. Hapana, unatakiwa mtu ambaye unaweza kuwekeza. Na iko video yangu moja inaitwa Social Wealth, namna kujenga mtaji watu. Tafadhali naomba uitafute video, itakusaidia sana sana na utanishukuru kwamba umeweza kujifunza. Watu wengi waliofanikiwa wameweza kujua namna ya kuishi na watu. Na katika video nimeeleza tofauti ya network na connection pia, kwamba unaweza ukaona watu wengi unafikiri unafaidika nao, hapana. Lakini kuna namna ya kutumia mahusiano na watu yaweze kukusaidia kitaalamu kabisa na itakusaidia. Tunasema decrease your network, increase your net worth, kwamba punguza idadi ya watu lakini ongeza thamani inayopatikana kwa watu ambao uko nao. Kumbuka jambo hili kwamba katika kuwekeza kwa watu, value attracts people, thamani inavutia watu, na needs pushes people away, kwamba mahitaji unapokuwa mtu wa kupenda kuhitaji, needs push people away. Kwamba unapokuwa mtu wa kutaka mahitaji kutoka kwa watu, naomba hiyo umepiga mizinga hapo, naomba ikufanye, unawasukuma watu. Lakini unapotoa value, unapotoa thamani kwenye maisha ya watu, huwa unawavutia. Ndio maana Oprah Winfrey aliwahi kusema kwamba excellence is the best deterrent to racism and sexism, kwamba ubora wa unachokifanya, wa unachokitoa, ndio kitu kizuri zaidi kinachoweza kukufanya wewe usibaguliwe jinsia yako au usibaguliwe rangi yako. Ukiona unabaguliwa, tafsiri yake ni kwamba kitu unachokifanya bado sio bora. Ningetamani sana pia uwe mmoja wa watu ambao wamejoin kwenye kozi yangu ambayo imebadilisha maisha ya watu wengi sana. Na wewe pia unaweza kuwa mmoja wa kujiunga kwenye kozi kwa kupiga 0749741923, 0749741923. Naamini kwamba ulichojifunza kimekusaidia na utaenda kukifanyia kazi. Usisahau kumshirikisha mtu mwingine ambaye naye pia anaweza kupata kitu kutoka kwenye hiki kwa kushare naye, na ninaamini atakushukuru sana. Tukutane wakati mwingine tena kwenye kujifunza kwenye Life Wisdom Series. See you at the top.